basi haya. Asante sana basi mechi ipo uwanjani. Tunasubiri tu haiweze kuchezwa moja kwa moja, tukiwa mbashara tena zaidi, tukiziona gari za Gavana zikizidi kuingia pale. Mechi tamu hii, mechi nzuri tena zaidi. Asante sana kwa wote ambao mnazidi kutufuatilia. Basi Gavana akiwa ameondoka, Gavana atakapoondoka, Gavana basi anaondoka. Naam, Gavana akiondoka, hivyo basi na mechi itakuwa na shuka uwanjani. Agoro Sare dhidi ya Ogicha. Kumbuka timu ya Ogicha mechi ya kwanza ambayo amecheza dhidi ya vijana wa timu ya Koledo Bara ameweza kutoka sare tasa ya kutofungana. Anazungumzia sare ya 0-0. Basi tuweze kuona kama Agoro Sare vile vile wataweza kwenda sare au mambo atakuwa
yanayoendea upande wao. Kumbuka vile vile vijana wa timu ya Goro Sare mechi ya asubuhi waliweza kucheza dhidi ya Kisumu Day, waliweza kutoka sare. Kwa hivyo Goro Sare mechi yao waliweza kutoka sare, na bila shaka mechi inaanza. Taratibu vijana wa timu ya Goro Sare piga, lakini wanakataa. Paraza kichwa pembezoni pale, anainua ngozi kwenye kamba la kifua. Taratibu vijana wa timu ya Ongicha namna gani, lakini wanazidiwa maarifa hapa. Anakimbilia ngozi, hatari pale. Anapiga bao tabu hapa mchezaji jazi nambari 6. Walimwacha hapa, waliweza kumwacha mchezaji huyo, wakamwangalia maskini mlinda lango huyo Victor Moi, anaukota ndani, peleka katikati. Namna gani Goro Sare pata bao la mapema kipindi ni cha kwanza hapa. Langu jina ni Tekasi Mohamed Kasisi Soka. Wanaanza migao taratibu vijana wa timu hii ya Ongicha. Wangu lakini goalkeeper anakuja kuwai, anasema ni chakula changu hapa. Hayadundisha moja pembezoni pale kulia. Anacheza wapi? Taratibu vijana wa timu ya Goro Sare katikati mwa kitwara, lete pasi lakini natoka nje. Tuambizane ukweli, mechi ni za wanafunzi, lakini kwa umbali tu sura ambazo tunaziona uwanjani sisemi kitu. Haya, kichwa kinaita pale vijana wa timu ya Ongicha. Tuambizane tu kweli. Haya, taratibu piga kisikiro jazi nambari 11, anaokwatwa pembezoni pale, anacheza pitisha. Hawa ni Ongicha katikati mwa kitwara. Haya, hatari pale, tanakoshwa. Refa anasema haimo, refa anasema haimo kabisa, anasema hamna, anasema hamna. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja. Aja piga kwanza, mfungaji wa goli anapia pembezoni pale na katabe Kimsarabu jazi nambari 2, anakuja kuwaituliza. Awali wana Goro Sare hadi kufikia sasa wanalo goli moja, analeta hatari lakini goalkeeper anasema hichi ni chakula changu. Haya, tundisha juu kwa juu, anacheza wapi? Ikapotela anasema ni heri fedhea kuliko lawama, ni heri fedhea kuliko lawama. Hapa wanaanza mpira mrusho Goro Sare, lakini namna gani hapa Afifu alikuwa amekwisha otea jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe, pasi na idhini yeyote. Asante sana, zidi kuwa nami moja kwa moja, ukiniambia unanipata ukiwa wapi. Haya, taratibu wanakataa badani katani hapa vijana wa timu ya Goro Sare. Anapiga pembezoni pale kulia, anacheza wapi? Anakuja taratibu juu kwa juu, hatari lakini goalkeeper anakuja kuwai hapa kijana mwitu Moi. Namna gani? Asante sana kwa naozidi kutufuatilia. Tunakuletea mechi mbashara
kutoka uga huo wa Gusii, ambapo basi ni mechi za regionals. Tamu tena zaidi utakuwa ni mpira mrusho. Taratibu anza mikao jazi nambari 6. Leta katikati mwa uwanja. Kijana huyo anaitwa John. Piga lakini dunda 1 2 3 inatoka nje. Inatoka nje. Asante sana. Ambapo sare goli moja. Vijana wanawazungumzia wa timu hii ya Ongicha, ambapo basi ni 0-0. Haya mtanza mpira mrusho. Taratibu anaongozi, piga juu kwa juu pembezoni, kichwa paraza. Wanakata mabeki wa timu ya Goro sare. Haya Ongicha wadao, kijana mdogo pale nageuka wakaanza pili pale na Brekali, lakini anakataa badani katani. Piga pembezoni, anakuja Kovomoroka, piga pote la pote. Anasema ni heri fedea kuliko lawama. Asante sana. Utakuwa ni mpira huo wa mrusho. Wanaanza migao haraka pale. Haya, mfungaji wa goli jazi nambari 6 anapiga pasi. Hatari, piga namna gani mchana unaona farasa vipi? Hamna. Kameza ndio kweli. Jazi nambari 6 mechi za wanafunzi, lakini kwa upande wangu tuamizane tu kweli. Hatari pale, piga chini kwa chini. Kataba ndani katari. Kichwa kinaita. Dunda 1 2 3 natoka nje. Tuamizane tu kweli. Mechi ya wanafunzi ndio. Asante sana. Haya, taratibu pale kwenye kamba la kifua, piga batia. Kijana anamzungumzia Mark. Anachezewa visivyo hapa Mark. Chezewa visivyo hapa, kijana muite Mark. Utakuwa ni mpira wa Ikabo. Asante sana. Utakuwa ni mpira wa mrusho jazi nambari 3. Taratibu anarusha, analeta wangu, lakini goalkeeper akisema ni chakula changu hapa, muite goalkeeper huyu Rio, anajiita Rio Ferdinand huyu. Asante sana Rio Ferdinand. Haya, taratibu cheza juu kwa juu, piga pote la pote. Kijana huyu mwita Alex, lakini ngozi inatoka nje. Atakuja kurusha kijana mwite John. Rusha lakini hafifu. Atakuja kujibu mipigo vijana wa timu hii ya Ongicha. Haya, juu kwa juu, paraza kichwa. Harakata kijana mwite ni Joseph Bradley. Juu kwa juu, paraza kichwa. Anza mikao kwake John Kelly. Wanakuja Ongicha. Piga pasi Jerezi. Amrakali akira kataba dai katari pale. Vijana na wazungumzia wa timu ya Agoro sare watakuja kurusha Ongicha.
anajipinda kama upinde wa mvua. Rusha taratibu, anakuja kuiresha kwanza, hatari pale na Bragari. Magoli mawili kwa vijana wa timu ya Goro Sare. Goro Sare, magoli mawili. Goro Sare, magoli mawili. Ongicha 0. Ongicha 0. Mambo gani haya? Ameru siamini. Goro Sare mawili. Ongicha 0. Wataanza katikati tena vijana wa timu ya Ongicha. Anza juu kwa juu, anakataa pale, cheza kwake John kwake mwite Quinton Fortune, lakini anakuja kuwai pale goalkeeper mwite Victor. Victor huyo nakuwa basi ngozi ya goal kick. Anza pale taratibu, kataba na katani, jazi nambari 14 kwenye gongozi, kijana mmoja mwite John Kelly. Wanaongicha leta pasi ya wangu pale, lakini kataa. Hatari pale namna gani, piga fataki, lakini alikuwa amekwishotea. Jenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe, pasi na idhini yote. Nasema kwa itachezwa upya. Asante sana, langu jina ni Kasi Mohamed. Anza taratibu kwenye kambara kifua. Unacheza wapi? Juu kwa juu. Hatari. Kisasa piga pale pembezoni. Anakataa beki yule. Watibu hili zungumzia timu ya Ongicha. Ataanza mpira mrusho. Haya, dokoza pasi, kataba katani, jazi nambari 15 kwenye gongozi huyo upande wa timu nizungumzia hii. Asante sana Kasim Mohamed, upande mwingine wa matangazo katika uga huu wa Stadium. Mechi ya pili katika kundi hili ni kundi la A, Goro Sare versus Ongicha Secondary. Kufikia sasa chini ya dakika 15, Goro Sare washapata bao za mapema. Wanasema kwamba mapema ndio best. Hao ni wana Goro Sare. Kufikia sasa Goro Sare bao mawili, Ongicha 0, na iwapo majibu yatabaki hivi, Goro Sare anakwenda juu ya kundi la A na pointi 4, mechi ikibaki vya tamati. Wanajaribu Ongicha ondolea kote Goro Sare. Mpira wa mrusho kuelekea upande wa timu ya Goro Sare. Mchezaji mmoja wa Goro ako chini, refa hajamuona nani anaamuka. Goro Sare pembezoni kushoto, chenga inakubali. Ongicha wanakosa kuelewana, wachezaji hao wawili wa Ongicha. Inakuwa ni mpira wa mrusho kwa faida ya timu ya Goro Sare. Kumbuka matangazo haya unayapata moja kwa moja kwa hisani ya runinga ya Ndizi TV, ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba michezo hii unaipata moja kwa moja. Wanakwenda kwanza ni Ongicha Secondary, nambari ya pili kutoka kaunti ya Kisii. Goro Sare nambari ya kwanza kutoka Homa Bay County, defending champion Nyanza Region, semi-finalist nationals. Goro Sare pembezoni kushoto, ya kwanza inakubali, ya pili inakubali. Hatari, nafasi murwa wanaikosa, lakini mchezaji mmoja wa timu ya Ongicha alipatikana katika shambulizi lile, anakwenda chini. Namuona kocha anatingiza kichwa wa Ongicha Secondary.
Anasema kwanza ndio nitakuja regionals, lakini huku niambia vizuri hivi ndivyo kuko. Nani anakwenda kwanza ni Moi. Linda lango man of the match, mechi ya kwanza kwa Ongincha Secondary. Ashafungwa 2 kufikia sasa. Wanapiga refu pembezoni kulia, wanakana. Ongincha wanajaribu kupisha, lakini Linda lango wa timu ya Agoro Sare ambaye amekuwa mzuri sana mechi ya kwanza ya asubuhi ya Agoro Sare na Kisumu Day, anasema chakula changu hiki. Nahodha Ongincha Secondary amesakamwa kabisa, mshambuliaji wa timu ya Ongincha, lakini alikuwa akishaotea. Agoro Sare sasa jaribu penyeza pembezoni kushoto, wanajimudu Ongincha. Inakuwa ni foul. Wachezaji wawili wako chini kwa Agoro Sare, wananyanyuka wote kumaanisha kwamba si jeraha, kwa labda linaleta wasiwasi kwa upande ule wa ukufunzi wa timu ya Agoro Sare. Mashabiki wamefika kwa wingi sana. Nikitazama G1 hadi G13 zote zimejaa zikafurika, zimejaa pomoni. Hizo ni stand za uga huu wa Gusii Stadium, uga wa nyumbani wa timu ya Shabana FC, uga wa nyumbani kwa timu za kina dada. Tuliona timu ya Gusii Starlets walipandishwa daraja hadi daraja la Division 1. Walingine NSL au Gusii Starlets ambao ni timu ya kina dada ya Shabana waliweza kuingia katika upande ule wa NSL. Pia tutaona kitumia uga huu wa Gusii Stadium msimu ujao. Unayo Gusii FC upande wa FKF Division 1 walishushwa daraja kutoka National Super League. Ni mwa timu ambazo zitatumia uga huu wa Gusii. Lakini kwa leo hii wale ambao wanavunja ubikira wa uga huu wanafunzi wa shule ya upili, mechi za ukanda wa Nyanza. Kodero Agoro Sare anapenyeza vizuri, jezi namba 8, nafasi anazo, penyeza chini kwa chini, wanamakinika lakini bado hatari ipo. Anajaribu pia, bado hatari ipo. Wakati huo huo penalty au ni nje ya mstatili. Walikuwa wanashambulia ni wachezaji wa timu ya Agoro Sare wakijaribu kupenyeza shoti, mkono ukainuka juu kamguza, lakini nikana kwamba wananusurika. Hawanusuriki, tuone. Itakuwa ni free kick. Eneo hatari sana. Agoro Sare wanao mafundi wengi wa kuweza kugeuza nafasi hiyo kuwa bao. Ukuta wa binadamu, si mmoja, si wawili, 6, 7. Wachezaji wa timu ya Ongincha wanaweka ukuta wa wachezaji 7. Ukuta wa binadamu wamefungua nafasi ya chini. Ni hatari pia ukiweka wachezaji wako wote kwa ukuta, kwa sababu akiamua tu kupasi popote itafika, na ikifika utakuwa umeachiana rahisi. Moi anapiga hatua kwa lango lake lote. Kulia atafika, kushoto atafika, tuone. Hamza Atakimbo, Agoro Sare, nafasi Murwa, wanapoteza Agoro Sare. Ilikuwa ni nafasi ya moja kwa moja nje ya mstatili, hatua chache kutoka kwa lango, lakini wanaweza kuligeuza kuwa bao. Wananusurika mwana Ongincha Secondary. Kumbuka kwamba hili ni kundi la A. Nao timu zote mbili hizi, Agoro Sare Ongincha, Kodero Bara Kisumu Day, ambao watacheza baada ya mechi hapa katika uga huu wa Gusii Stadium kuanzia mida ya saa 9. Matangazo moja kwa moja nyuma ya kipaza sauti, Demo Steven, Captain 001, masuala ya michezo. Mashabiki bado wanazidi kuingia katika uga wa Gusii Stadium. Wengine ni mashabiki wa Kisumu Day wanangoja mechi ya pili. Wengine ni wa Ongincha, wengine ni wa Agoro Sare. Watakwenda kujipanga ni Agoro Sare. Beki wa kulia, ya kwanza inakubali, ya pili potelea pote mpira wa mrusho.
kwa faida ya Agoro Sare kuweza kujipanga tena vema kabisa. Waswahili husema kwamba mgeni njoo mwenyeji apone. Mgeni ni Ong'incha, bado hajapona. Mwenyeji anasherekea, bado anazidi kupakua. Agoro Sare ndani ya mstatili. Chenga ya kwanza inakubali, ya pili jaribu kupenyeza upande wa kushoto, lakini utakuwa mingi, lakini bado wanamudu. Agoro Sare inakuwa ni mpira wa mrusho bado kuelekea katika himaya ya timu ya Ong'incha. Na ukitazama mfumo huu wamesakama sana hawa ni timu Agoro. Anapoteza mpenzi mtazamaji. Ilikuwa ni nafasi ya moja kwa moja, akakwenda juu akakosa kuiweka upande wa ndani. Wakati huo unapata nafasi ya kusoma arafa. Namuona Hesbon Nyamete kutoka upande wa Ndizi TV anasema ako ndani ya matangazo. MC Saka Classic watching live. Dalton Einstein anasema Simba Harati anafurahia labda jinsi alivyohakikisha kwamba uga huu uko tayari. Belvin Omondi anasema kwamba hawa Ong'incha penye walitokea, kwani hakuna team serious hapa, watakula 10 na bado watauliwa na Kisumu. Maoni yake huyo anafahamika kama Belvin Omondi. Kasi Nerongo tumia rogo nero bago ta bago commented. Aya, asante sana. Taratibu pale naleta ngozi, lakini goalkeeper huyu anasema chakula changu. Nikumbuke zaidi kwa vijana wa timu ya Agoro Sare magoli mawili, vijana wa timu ya Ong'incha 0. Kipindi ni cha kwanza ndani ya Ndizi TV, vile vile kadhalika tupo live hapa kwenye Cyprian TV. Anapiga pale pembezoni akichwa kinaita cha mchezaji huyo mwite Steven Onyambo pembezoni pale, wanakuja lakini refa anapuliza kipenga, anasema kutakuwa ni mpira wa ikabu ndani ya uga huu wa Gusii. Zikiwa ni mechi za sekondari ama za shule za sekondari. Hapo awali tumeona gavana wa kaunti ya Kisii akiweza kuzindua mchezo huo rasmi na akizitakia timu zote kila laheri. Analeta pale paraza kichwa. Namna gani hawana lao vijana wa timu ya Ong'incha. Jazi nambari 6 anapiga makasia, lakini namna gani dunda 1 2 3 haijatoka nje na kuja kuwai. Piga pembezoni, chini kwa chini, kozi inatoka nje. Mimi nitazidi kusema kuwa mechi ni ya wanafunzi, lakini kuna baadhi ya misuli ambayo naiona uwanjani. Tumizane tu kweli. Haya, anakimbilia pale jazi nambari 11. Sisemi kitu. Nasema kwa naongelea misuli, lakini mimi nakuta tu makosa kwamba kwa shule huko unakula, wengine wanakula wewe ukuli. Tena nyumbani haukuli. Tuamizane ukweli, tuamizane ukweli. Tuamizane ukweli. Lakini kuna ule misuli unaona hii unasema imekomaa. Haya, kasi moja ambaye anasema kwamba wamekomaa sana katika uga huu. Si ukomavu tu wa kimwili, ukomavu kimiaka. Haya, chini kwa chini pale vijana wa timu ya Agoro Sare 14 kwenye kuongozana, piga pale jazi nambari 7 anakuja kuzazuka kijana huyo mwite Joseph hatari pale, goalkeeper ananyaka. Namna gani hapa goalkeeper hapa mwite Victor Boy, nasema ni chakula changu, anawafokia mabeki wake, anawaambia bora tunazuazua na kuboronga. Haya, Jokwajo naruka bila mafanikio yote, anatuliza kijana huyo mwite Alex Pele. Jokwajo pale para za kichwa, anatuliza kwenye kidali. Wanacheza wapi? Piga pale jazi nambari 6. Wanakuja kuzazuka vijana hawa wa timu ya Ong'incha sasa. Pasi za kurana. Kijana mwite Enoch Ongera. Wanacheza wapi? Dunda 1 2 3. Piga pasi lakini kibendera kinanyanyuliwa. Mpira umekwisha toka nje. Watakoja kurusha. Langu jina ni Tekasi Mohamed, kasisi wa soka.
letu ni kuhubiri soka, watu wanaokoka. Piga pale lakini beki huyo mstaarabu anakataa. Jezi nambari 6. Ipo siku sadaka tutaitisha. Unajua na wewe unaangalia mahali ambapo unaitisha sadaka. Iko haiko. Lakini gavana wale wanamzunguka huko tenda ushikwe pale. Haya, anachonga pale mchongo mzuri. Pembezoni kushoto na brakali, lakini kozi na dunia 1-2-3 toka nje. Refa anasema vipi, itakuwa ni kona. Naam. Aya, sikiliza kona. Anachanja kona pale lakini kichwa kinakataa. Shabiki huyo Mwita Lewis. Taratibu wana vijana wa timu hii ya Agoro Sare kwake jezi nambari 19 kwenye gongoza. Namna gani lakini refa amekwisha puliza kipenga, alikuwa amekwisha hotea. Ajenga kibanda kwenye ardhi ya wenyewe pasi na idini yoyote. Naam. Haya, huyo ni mhakiki wa soka Mwitendemo Steven Captain 001. Geresha pale Jazz kwa na moja. Anageuka na gari bado. Anageresha. Anadukuza pale. Juu kwa juu Jazz nambari 7. Anapiga pasi, wanakataa vijana timu ya Ungecha. Kijana huyo mwite Eliud Marodha. Piga pembezoni. Wanaanza vikao vijana wa timu ya Agoro Sare. Joseph Bradley anacheza pembezoni kwake kinabite Joseph Odhiambo nje. Piga potelea pote. Kozi inatoka nje. Itakuwa ni goal kick kama sitokosea. Asante sana, ilikuwa ni nafasi ya wazi, lakini vijana wa timu ya Agoro Sare wanasema mapema ndio best. Wamekwisha tinga magoli mawili. Kumbuka mechi yao ya asubuhi dhidi ya Kisumu Day wanaweza kutoka sare ya 1-1. Kwa hivyo wakishinda hapa atakuwa na alama 4 kama sitokosea. Haya, asante sana. Ni mpira wa ikabu mahala pazuri. Maguu kama 28 hivi. Nikipata fundi mchongaji mzuri, itakuwa basi mambo mazuri. Nikipata fundi kama kijana Ward Prowse. Nikitapungwa sana Ward Prowse dhidi ya Daudi De Gea. Enzizo najua Ndemo hawezi kumbuka hilo. Haya, sikiliza mpira ikabu, anajenga ukuta pale, ukuta binadamu. Anadokoza chini kwa chini, goalkeeper anapangua. Hatari bado piga pale Bakasia, hamna mto. Alisukuma Tobwe. Labda kari. Haya. Harageresha kwanza pili. Warakata badani katani pale. Vijana wa timu hii ya Agoro Sare. Anakuja kuzanzuka kijana mwita huyo ni Joseph Odhiambo. Anacheza wapi kwake Geoffrey. Lakini alikuwa amekwishotea. Naam. Kumbuka ni dakika 30 za mchezo, kipindi cha kwanza
ndani ya uga huu wa Gusii, ikiwa basi ya Goro sare magoli mawili, vijana wa timu ya Ongicha 0-0 yai. Lakini wanasema katika mchezo wa soka lolote lawezekana siku zote, mpira hudunda. Wazungu watakwambia it's not yet over until it's over. Vitu vichenjanga sio kikisi, ni aweta. Asante sana. Nakumbuka niliona pale kuwa kulikuwa na press briefing kutoka kwa ikulu ya rais. Tujue niye pia anaendelea pale na brakari pale, lakini goalkeeper siku zote aguswe, huwezi kumguza goalkeeper. Referee pale anasema Naam. Asante sana. Namuona hapa President Omani anasema matangazo yameenda shule. Sema hapa salimia barabara kabisa. Yes. Karibu sana kabisa. Kumbuka kwamba ni Goro sare pamoja na wana Ongicha mitamboni. Sasa wana Tensa ni wana Goro sare nambari 7 Odhiambo. Odhiambo anajenga ya kwanza. Ya pili kwa Kawino. Ongicha wanachukua mbele. Inakuwa ni mpira wa kipa katika eneo la timu ya Goro sare. Anaanza tena kule mbele kafukafu kumtumia, lakini anaitwa ni Omwedi anayokoa katika timu ya Ongicha. Cheza tena kule nambari 7 Ongicha nakosa. Anakuwa ni Otieno kutoka timu ya Goro sare nambari 3. Anasema kwamba niko hapa kuhakikisha mambo yako chinzi yatakayokuwa. Kumbuka kwamba ni mechi imekamilika dakika kama 25 hivi. Goro sare kibao mbele, mabao mawili kwa nunge kati ya Ongicha. Ni mpira wa ikabu kuelekea timu ya Goro sare. Anaanza kurusha mpira ni Ondieki. Anaanza kule mbele, cheza kafukafu kwa Kena wali 11 ambaye sasa ni Anthony mbele. Nambari 7 ni Owino. Ya kwanza, chenga ya pili, anaingia Owino. Anajaribu lakini anatoza kwa kanadi. Anaingia tena, wanazidi kutamba. Inakuwa inaokolewa na kijana Jeffrey Ogaro kwa njia ya kipekee. Hapa mbele tena ni wana Goro sare. Anachenga ya kwanza, kijana nambari 5. Kwa mwingine unatoka nje. Mpira unapamba sana katika eneo la Gusii Stadium. Ikiwa ni Goro sare pamoja na Ongicha kutoka eneo la Kitutu Chache South, kaunti ya Kisii, wakiongozwa na Javed Nyakundi. Kumbuka kwamba mechi yao kati ya Kisumu Day na Goro sare imechezwa siku ya leo asubuhi, na wakitoka nunge moja kwa moja katika shule ya Kisii School. Matokeo ilikuwa asubuhi sana kutokana na mechi ya jana ambayo haikuweza kuchezwa, na hivyo basi leo wakaamua kwamba waicheze asubuhi pasipokuwa na mashabiki katika eneo lile la Kisii School. Anacheka tena Wycliffe na gereza ya kwanza ya pili. Najaribu kucheza lakini inakuwa ni mpira wa kikapu kuelekea timu ya Ongicha Boys. Mitandaoni mwetu mnatufuata kwa njia ya kipekee katika GTunes. Tuko YouTube. Na gereza alitesa vitezo, ikakuwa ni akajenga kibanda kwa hadhi sio kwa yao, na hivyo basi ikaonekana kwamba ni offside.
Ilikuwa ni pasi safi kabisa Moyoyo. Ikawa inarekebishwa kwa mambo ya kisanii, na hivyo basi ikawa ni mpira wa ikabu kwamba ni offside. Alichenga kibanda isiyokuwa hadhi ya kwake mwana Goro Sare ambaye ni Otieno. Anaanza kule sema kwamba kulingana na referee katikati ambaye ni Javet Koril anasema kwamba kipindi cha kwanza kimekamilika, na hivyo basi Goro Sare 1 Ongecha 0. Mbili kwa nunge ikiwa ni faida ya Goro Sare. Imekuwa ni mechi ya kwanza, kipindi cha kwanza imedhaminiwa sana wapenzi kwamba katika uga huu wa Kisii Stadium mashabiki wamefulika fulifuli, walimu, wanafunzi, wanahabari wote kuhakikisha kwamba timu zao zote mbili zinapata ubingwa zinaohitaji. Hivyo basi bado tunawatazama kwamba wachezaji wako wanamulilia Arabau rabuka wao ili aweze kuwanusuru katika kikombe hiki, japokuwa ni kigumu, japokuwa kiko rahisi, basi itakuwa hivyo hivyo. Kipindi cha pili kitakapoingia, tutatazamia kuona mechi ambayo hakika itatunasa kwa njia ya kiuangalia, kwa maana wachezaji wa Goro Sare wanaonekana kuwa na moyo kabisa wa kufanya nini, wa kupata ushindi, kwa maana kipindi cha kwanza kupata magoli mawili inaonyesha kwamba timu ni kali, na unapowatazama ni vijana wana misuli, wamekula vyema, wako na ufahamu katika kazi wanaoifanya. Ndio maana tunasema pia wanaungisha kutoka Kisii County wanao tamania pia kuwa na ubingwa. Pia wana vijana wanaoonekana kwa umri mdogo, misuli bado ndio inakuwa, mili ni midogo ukiwalinganisha na vijana wa Goro Sare. Wanafanana na wana Sameta, ambao jana tulitazamia mechi yao kuu ambayo ilichezwa kule Cardinal Tunga kati ya Sameta na Matutu PH. Mpira ukaanza vyema kabisa baada ya mpira wa Goro Sare na Kisumu Day kufanya kwamba usijezwe siku ya jana, na hivyo basi ikawa imechezwa leo asubuhi na ikawa ni nunge kwa nunge, yani moja kwa moja katika shule ya Kisii School. Mpenzi unaendelea kutazama hapa, tunahakikisha kwamba hatukosi lolote kukuletea kwa mechi hizi za regionals katika eneo hili la Kisii County. Iwe ni mechi ya sangapi, sisi kama GTune Studios tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakuletea mechi hii kwa njia ya ufasaha na kwa njia ya ukamilifu.
Mike. Yes, karibu tena. Ni kipindi cha kwanza kimekwisha kamilika katika eneo la Kisii Stadium, na hakika Goro Sale wakiwa na faida ya 2-0 kwa against the Mbianga Ungicha Boys kutoka Kisii County. Tuko hapa tunataka kufanya uchambuzi kidogo, mwenzetu studioni amefika. Tunataka kujaribu kuhakikisha kwamba katika mechi hii, tuambie jina lako na pazi katika mechi hii ambayo imekwisha kamilika kipindi cha kwanza. Haswa ni nini unaitazamia katika kipindi cha pili? Tueleze kipindi cha kwanza kimekuwaje, mtazamo wako. Kipindi cha pili haswa ni nini tunatazamia? Asante sana. Kwa majina naitwa Evans Misore. Mimi ni fan wa football na vile vile ni mwalimu katika shule ya upili ya Goro Sale. Nimefurahia kiwango cha mchezo. Boys wamecheza kulingana na jinsi ambavyo maagizo ambayo walipewa. Ingawaje katika mwanzoni wa mchezo ilionekana kwamba walikuwa wamedharau wale opponents. But as the match went on, wamegrow into the match and so far so good. Now this year, ukicompare na last year, the level of competition imekuwa very high. I'm very impressed na Ongisha Boys. The level of competition they've brought in, hawajakuwa cowards, wamejitokeza. They're looking for goals and that is a good level of competition. Kwa hivyo nashukuru wale ambao wamejitokeza. So it's a good match. Thank you. Kipindi cha pili kitakapokuwa kinaingia, tunatazamia nini? Umesema wewe ni mwalimu wa Goro Sale na pale mmekuwa mkifanya matayarisho kwa mambo hii, na sijui kama nyinyi ndio defending champions pato katika Nyanza region. Hebu tuelekeze tuelewe kabisa. So sisi ndio defending champions. We are the Agosa. We are equal to the task. Now the second half natazamia Geoffrey to enjoy himself. I also want Joseph pia enjoy jinsi ambavyo tuliwaambia. After score 2 goals, what else do you expect? I want them to enjoy themselves, and I know with that entertainment, goals zitakuja. It's going to be a very good second half. Swali nzuri. Siwezi nikapuuza opponent, but if you look at history ya Agosa, hakuna comeback against us. Hata ukiangalia from 2021, there's no comeback. Hii tumeongoza 2-0, this is gone. Nataka 2 boys wacheze na entertainment, wakijientertain, na with that entertainment, jinsi ambavyo nilisema, mabao zitakuja. This is gone. Thank you. Amekuwa ni mwalimu katika shule ya Goro Sale na pia amekuwa akitujuliza kwamba wao ndio defending champions na hakika wanatarajia mema katika kipindi hiki cha mipira hii. Hivyo basi mwenzangu, kama hamna jambo, basi tutarudi studioni ili tuweze kuwaletea mechi hii kikamilifu katika kipindi cha pili.
Vijana wa Ongicha tunapowatazama hakika wanaonekana kwamba hawajakuwa na mfuto ambao walikuwa nayo hapo awali walipokuwa wakicheza na kule Nduru ambako walikuwa na county games. Na wamekuja hapa vijana wa Goro Sare wanaonekana kuwa ni vijana ambao wana misuri, wako na energy. The way they are playing their football, the way they are doing their things, it's so perfect compared to what Ongicha boys are doing. But I think if the coach of Ongicha boys could come back and at least organize the team in a very special way, I think the cabinet, the formation of the football and other things, Ongicha could come back with a comeback and at least have a win. Tunatarajia mechi gani tena baada ya hii? Baada ya hii mechi tunatarajia itakapotimia saa 9 kamili tutakuwa na mechi kati ya shule ya Kondero Bar wakigaragazana na vijana wa Kisumu Day hapa ndani ya uwanja wa Kisii Stadium. Alafu baadaye tutakuwa na vijana wa Sameta wakicheza na vijana wa Tonga katika uwanja wa Kadri Mtunga itakapotimia saa 9 kamili pamoja na vijana wa Ambira wakigaragazana na vijana wa Matutu katika uwanja wa. Basi turudi studioni tulete hii mechi moja kwa moja ili tuhakikishe kwamba watazamaji na hata wasikilizaji wote wanafanya mambo hayo kwa njia ya kipekee. Tutakwenda kule juu ambako tutatangaza mpira katika njia ya kipekee. Katika kipindi cha pili unatumainia nini? Haswa ni kipi unaitarajia? Basi tuko katika uga wa Gusii Stadium kipindi cha pili, Goro Sare wakiwa kumbuka kwamba tumekuwa na huyo ni mwalimu wa Goro Sare, amekwisha ongea studioni, ametuelekeza kwamba wao ni defending champions na wako na matumaini kwamba watashinda mechi hii. Nagereza sasa ni kwake Anton, kijana wa Ongicha anacheza vilivyo pale. Anachenga ya kwanza, anapapa mbele lakini anakosa nafasi ya wazi. Inakuwa sasa ni timu ya Ongicha bado. Kwake sasa ni Kevin kutoka Goro Sare anamwekea Tropas lakini inahakikisha kwamba haijapita kwa maana wachezaji ile defending ya Ongicha inaonekana kuwa safi kabisa kwa kipindi cha pili. Karibu sana tuko YouTube Studios, tunahakikisha kwamba mechi hii tunakuletea kwa njia ya kipekee kuhakikisha kwamba wewe ulioko kule nyumbani na hata popote ni kwa njia ya kipekee. Anaanza kipa kule mbele. Analeta kule kwa hakika lazima iwe ni Kisii County, lazima awe ameiweka katika timu ya Ongicha na Sameta kwa maana ni timu zake. Gavana pia ana kibarua katika mwezi ujao. Namna ambavyo matangazo ambayo unayapata ndivyo mechi zimekuwa
zimekuwa zikichezwa na zile zinaendelea kuchezwa. Tunakuwa tukiletea ama tutakuwa tukikuletea matangazo yanakuwa yanafika katika meza zetu za utangazaji. Kwa ni Javan D kutoka hapa ndani. Haya, turejee uwanjani kidogo. Ndivyo mechi zinavyoendelea pale uwanjani. Jezi nambari ngapi pale anachukua mpira na kumpatia mwenzake, kijana wa Ongicha anaanza vizuri nyuma kutoka mbele, akisonga mbele anamchezea mwenzake pale mbele kumtafuta nani, kumtafuta jezi nambari 9, lakini anamkosa pale. Mpira unaorejea wa vijana wa timu ya wanaocheza vijana wa Agoro Sare. Wanacheza vizuri lakini mpira unakuwa mwingi. Anauchukua pale jezi nambari 8 mgongoni kijana wa Agoro Sare. Anachezewa tena vizuri, anauchukua mpira jezi kijana wa Ongicha. Anauchukua kumtafuta jezi nambari 9 mgongoni pale, lakini anamkosa. Inakuwa anaupata mwingine jezi nambari 12 akimtafuta kijana mwenzake pale katika winga. Wanamuita ni winga. Kumbuka kwamba ndugu yangu, siku zote wanasema kwamba kinywa cha babu kikosi kunuka, lakini anacheza vizuri, lakini anapatikana akiwa ni offside. Inakuwa ni offside. Kipenga kinapulizwa, msaidizi wa refa pale anainua kitambara akiashiria kwamba mpira huu umekuwa ameucheza vizuri, patikana katika akijenga boma katika eneo la wenyewe. Haya, wanaanza vizuri tena vijana wa shule ya Ongicha. Anacheza vizuri pale lakini anaangushwa. Goalkeeper anauchukua mpira pale, wanajaribu kufunga lakini goalkeeper anauchukua mpira na kuanzisha tena vizuri nyuma pale. Anacheza vizuri, anamtafuta kule mbele kwa mpira wa ikabu kuelekea timu ya Ongija Boys. Msaidizi wa refa pale neno kitambara na kuashiria kwamba mechi imechezwa visivyo, kuelekea kwa timu ya Agoro Sare ambao sasa hivi wako mapao mawili kwa nunge. Ni vijana ambao wametangulia mbele kwa mabao mawili. Anacheza kule Anton ya kwanza jenga, anamtafuta anatoa kule mbele, inakuwa ni offside. Wamesema kwamba hakika kipindi hiki tutahakikisha kwamba hao vijana hawapiti. Unajua nakuambia basi tutakuwa tunajua anayefunguliwa kutoka gerezani ni nani. Ambalo hakika wamefungwa gerezani ni la moto. Tutakuwa tunajua ni nani anafunguliwa kutoka gerezani. Anaingia lakini ananyang'anywa na Omweri. Lefali anasema kwamba ni mpira wa ikapu wa kurusha kuelekea timu ya Ongija Boys. Mechi hizi za kati ya kaunti 6 wameweza kujisajili katika mechi. Mechi kaunti ya kwanza ikiwa ni kaunti ya Kisii, ikifuatiwa na kaunti ya Nyamira, kaunti ya Homa Bay, kaunti ya Migori. Anaingia tena, anazidi kosa. Anajaribu pale lakini ametamba kutamba, alikuwa kucheza lakini mpira unamkosa. Alikuwa anahakikisha kwamba amelipa goli la shangwe sana. Ni kijana kutoka katika kaunti ya 4 ambayo nilikuwa nimekueleza, kaunti ya Migori kama sijakosea. Kaunti ya Migori wanakuja wana kaunti ya Homa Bay. Kaunti ya Homa Bay Kaunti ya Migori wako na Kodero Bara. Ni kaunti ya Migori wako na Kodero Bara. Pamoja na vijana wa Kisumu Day wanatoka. Tutakuwa na vijana wa Kodero Bara wakigaragazana na vijana wa Kisumu Day katika 9 kamili Gose Stadium hapa ndani ya Kisii Stadium. Ni haswa nini ilifanyika ndipo mechi zikaletwa hapa zikatolewa kule Cardinal? Jana tumekuwa kule, tumeona furugu asubuhi Mubira kule Kisii School. Ukweli uliopo ndugu yangu ni kana kwamba ukiweza kutizama uwanjani mashabiki na nambari ya mashabiki hauwezi ukahesabu. Ni wengi mno mashabiki ambao wametoka katika kaunti hizi 6. Wengi hata ukiweza kutema mahala pa kutema mate hamna. Wanakumbuka kwamba Waswahili husema kwamba sherehe bila kunguru basi hamna kitoweo hapo.
wanasema kwamba sherehe bila kunguru hamna kitoweo hapo, lazima wakwe kitoweo hapo. Ndio maana unasikia unaona kwamba uwanja umejaa kabisa, hata maafisa wa usalama pale wanakuwa na shida kidogo ya kuweza kudhamini mashabiki hao. Inaasilia nini Shabana wamebaki katika kombe kuu? Mashabiki hapa sasa ni mpira wa sekondari, lakini mashabiki kichwa vizuri pale mpaka anajirusha chini, anainuka tena vizuri, lakini mpira unatoka nje, unakuwa na kurusha kuelekea kwa timu ya Ongicha. Haya, anauliza mashabiki wamekwisha jaja hapa Pomoni, mashabiki wamejaa vilivyo, kwamba bado Shabana wanahitaji bado wanahitaji mashabiki wengi, wanahitaji so ugani huu na watosha kweli? Kama sasa hivi ni sekondari, mashabiki wamekwisha jaa Pomoni, na iwapo ni mpira wa FKF wa mashabiki Gor Mahia na Shabana watakuwa wapi? Anaingia mashabiki hao ambao unaona hapa ni ukiwaongeza wote kwa pamoja wanakuwa ni wa hizi timu ambazo imekuwa ni timu ya Shabana na pia vile timu ya kutoka Ujaluoni wanaita wengi walioko uwanjani hapa ni mashabiki wa timu ya Shabana pamoja na timu ya Gor Mahia, na pia vile tunao AFC Leopards na vijana wengineo ambao wanacheza katika hizo timu nyingine. Ndivyo hivyo mambo yalivyo. Anaanza kule kipa katika timu ya Ongicha ambaye ni Timothy Ongera. Anaanza kule mbele, anamtafuta nambari 7 ambaye anakapa vilivyo. Naguza ya kwanza lakini inakuwa mwingi. Anajaribu awezavyo lakini Omondi anamwambia niko hapo kwa Kishawi Songi. Anamletea chini lakini mpira huyo inakuwa mwingi na unatoka nje, ni wa kurusha kuelekea timu ya Gorosare. Ndugu yangu ukumbuke kwamba ni mechi ambazo zilianza hapo jana baada ya sherehe ambayo iliweza kufunguliwa rasmi. Tuliweza kuwa na sherehe katika High School ambayo iliweza kuwa na mgeni wa heshima, alikuwa si mwingine bali ni Regional Director of Education Nyanza ambaye ni Mr. Lawrence Karuntimi aliyekuwa pale na akaweza kufungua rasmi sherehe hizi ama mashindano haya ya michezo ya shule za upili. Ndivyo mambo yalivyo na kuletea kwanza. Na pale Cardinal ilifanyika pia, anaingia anatoka pale, anacheza kadogo, amecheza vizuri lakini baadaye wakaweza wamefanya madhambi vijana wa shule ya Ongicha wamekosa kufanya inaitwa mechanism defensive rasmi kuweza kuwakilisha timu ya Kisii County. Wamefanya madhambi pale na kufungwa bao la 3. Aliingia kijana Omondi akamtazama kijana Victor Ochieng mwingine pale, alipomuona kwamba defender wa Ongicha Geoffrey Omweli hayuko akasema hapa ndio nitaingia, akakadunga kadogo. Victor Omondi akasema hapa sasa ni sherehe yangu, akaingia akasema anamalizia na ikawa goli ya 3. Kumbuka sasa Gorosare ni 3 Ongicha 0. Wanaanza pale Ongicha mbele kwa kipa wa Gorosare ambaye ni Victor, anamwanzishia nambari 4 ambaye ni Ojem Chofley, akimtafuta namba 6 lakini kijana Ongicha ambaye ni Timothy anacheza lakini anakosa umaarufu wa kucheza mpira ule. Sasa tena ni Omondi nambari 10 anatamba Omondi, anacheza ya kwanza, ya pili, jaribu kumonga lakini anakosa umaarufu, cheza ya pili, cheza kwa mwingine unatoka nje. Tunakurusha kuelekea timu ya Gorosare. Vijana wa Gorosare wanaleta matumaini zaidi na zaidi kwamba wao ni defending champions katika region hii ya Nyanza. Wanahakikisha kwamba wanabaki pale. Matumaini yanawatoka wana Kisii County. Kumbuka jana Kisii County wamekwisha gongwa Sameta 2 na Matutu PH. Waligongwa 2-1. Leo unaona Ongicha wanakwisha gongwa tena. Wanapata mabao 3. Inatulazimisha kwamba wana Kisii standard ya mpira iko chini ama inaonyesha nini? Usisahau kwamba kuna ile timu ya wasichana ni Moremani Girls. Cheza dhidi ya timu ya Nyakach.
mabao 14. Acha maneno. 10 na ngapi? Walifungwa mabao 14. Ndugu yangu, unanifurahisha kwamba timu ina gogo 14. Kwamba timu hii ya Mlimani inawakilisha kaunti ya Kisii. Inaashiria nini? Inaashiria nini timu hizi? Nyabisase ilifanya Nyabisase wanaendelea na mechi ambayo ilikuwa natumai kwamba imekamilika. Manake nilikuwa nimeelekezwa kwamba imeanza pale katika uwanja wa Kisii High School, uwanja wa pili. Pale vijana wa timu Nyabisase dhidi ya wasichana wa Lwak pale, na katika na refu kwamba walikuwa ni 0-0. haswa itatupa matumaini kama watu walikuwa ni bao moja. Nyabisase walikuwa wamefungwa bao moja dhidi ya Lwak katika kipindi cha kwanza. Inaashiria ni kwamba kweli uliopo ni kwamba wachezaji wa timu ya kaunti ya Kisii hawakuwa wamejiandaa vizuri katika mashindano haya, kwamba wachezaji hao wa timu ya Kisii kweli hawakuwa wamejiandaa kabisa katika mashindano ya regional level. Kwa maana kwa hosting team inaonyesha kwamba at least tajiri representative anachezea ofisini pale, goalkeeper wa timu ya Agoro Sare anachezea ofisini pale, anagaragaza chini pia kijana wa refa anapuliza kuwaomba madaktari waweze kuingia ndani wafanye ganga zao, ndiposa wale wachezaji waweze kuinuka kutoka pale. Bado wanaendelea kujigaragaza, kumaanisha kwamba, kuashiria kwamba wamepata maumivu mabaya sana tena zaidi katika uwanja. Ulikuwa unatoka ratiba ya mipira itakayofuata baada ya mechi ya vijana wa Agoro Sare na Ongicha, tutakuwa na vijana wakigaragazana na vijana wa Kisumu Day itakapotumia saa 9 kamili hapa ndani ya uwanja wa Busi Stadium, na baadaye kutoka hapo tutakuwa na vijana wa Sabuta wakigaragazana na vijana wa Tonga kule katika uwanja wa Cardinal Otunga Boys. Kwa ndivyo pamoja tutakuwa na vijana wa Ambira wakigaragazana na vijana wa Matutu katika uwanja wa Cardinal Otunga, uwanja wa pili PCB. Ndivyo ilivyo ratiba ya mechi za siku ya leo. Mechi hizi zitachezwa hadi siku gani? Mechi hizi kama nilivyokuwa nimekueleza, msimamizi wa mechi hizi ambaye ni Regional Director of Education na Nyanza, Bwana Lawrence Karuntimi, alikuwa amefungua rasmi mechi hizi hapo juzi. Ilikuwa juzi jana tarehe 9 mwezi huu wa Julai. Zitakuwa zinachezwa mpaka tarehe 13 siku ya Jumamosi tarehe 13 mwezi huu wa Julai, mwezi huu 2024 zitakuwa zinachezwa, alafu baadaye anaingia Omoni, anaingia akajenga ya kwanza, akaguza ya pili, goli lile la tatu lililoingia likawa ni goli la 4. Wanawachabasha vilivyo. Inatuwasilia nini hivi sasa? Ndugu yangu, swali lako ni ngumu. Swali lako ni ngumu kaka.
Mbona umeasilia 11? Unataka Ungita wagongwe 11? Simtakia yote ya gongwe. Ila nimekumbuka wasichana wa timu ya Moremani hapa jana waliweza kufunga mabao 14 mabao moja katika uwanja wa Kisi School. Mambo ndivyo ilivyo, msikilizaji. Umetoa mambo kama haya kutoka ndani ya uwanja wa Kisi Stadium. Victor Ngija toa kule nyuma, ndio katika uchafu. Rudisha tena. Humphrey ya kwanza, Humphrey ya pili kumtafuta kijana nambari 9. Anamwacha. Amecheza kimadharau. Watagongwa. Unahesabu G1, G2, G3, G4 na bado mechi kutamatika. Tunajua endelea katika uwanja huu. Yaani ndugu yangu, nakwambia mambo ni tofauti sana na vile ambavyo tulikuwa tumedhani. Amelala chini pale katikati ya uwanja. Vijana wa timu ya Agoro Sare. Refa anaitisha usaidizi pale, ganguzi za waganga ili waweze kuona kana kwamba kuna usaidizi. Kijana anajizatiti, anainuka, anasaidiwa kuondoka nje ya uwanja. Wanamsaidia sasa kuondoka wakiwa mbele, kifua mbele kama mfuko wa shati. Vijana wa timu ya Agoro Sare mabao 4. Mechi inayofuata wanapiga misuli pale, timu ya Agoro ya Kisumu Day, timu ya unajua nini, vijana hawa wa Agoro Sare wanasema kwamba hawatoki uwanjani sare, hawatoki sare kabisa, wanatoka uwanjani na kitu fulani. Anakuwa vizuri tena. Humphrey cheza vizuri kule, anapewa kabla kana nakosa. Cheza ya kwanza, chenga ya pili, jaribu awezavyo, anawarudisha, anawachenga, lakini mwambia tukisha mambo haya yafanyiki. Tunawakurusha kuelekea timu ya Agoro Sare. Mambo ni kanganya yaenda yakaja. Naomba maji ninywe, unipe na maji, ulete maziwa, nipe. Asante sana. Anarusha ule mpira. Kijana ni Victor. Victor. Moni, Victor. Unajua vijana hao walikuwa wamejiita ni Agosa wenyewe. Wamekwisha funga mabao 4 kwa Nunge. Mabao ni 4. Anaanza kule tena. Jaribu awezavyo. Uchafu katikati. Cheza vilivyo. Visivyo. Shabiki pale wa timu ya Agoro Sare wakiwa na kibendera pale wanasema kwamba mechi ni yao. Wameanza sasa kuondoka uwanjani na madebe zao ambao wanacheza vizuri pale. Wanacheza wakiimba, wanasema kwamba mechi ni yao. Lakini bado dakika 90 zitaweza kutueleza ni yepi, ni nani mshindi. Wanaitwa defending champions. Kumbuka ile tumeongea na wewe kule chini, ambaye ni mwalimu wa Agoro Sare, alituambia kwamba wamejisatiti vilivyo na kuhakikisha kwamba jina lao bado linabaki kule, ambako wanajua kwamba pia kuna ushindani mkali kati yao na wana Kisumu Day. Wakiwa ni the defending champions. Wanaitwa the DCs. Anaanza kule mbele. Okay, Anton. Anarudisha tena. Ya kwanza. Toa uchafu kabisa. Cheza kule. Chenga ya kwanza. Chenga ya pili. Frederick. Vilivyo. Toka nje. Anaanza tena ni kijana Ongeta ambaye ni Humphrey. Anamtafuta kule mbele Umweri. Lakini
Koril ya kwanza. Chenga tena. Anaranda kule kijana Omwedi na Omondi. Lakini inakuwa mwingi na unatoka nje kulisha kuelekea timu ya Ugincha. Anaingia tena. Anatoa. Kumwambia kwamba ningekupa hii hakika ungeingia nayo. Liwe bao la 5. Kisha kwamba pia mashabiki wanasikia kile ambacho wanakifanya uwanjani. Aha. Pale katikati ndani ya mashabiki. Najua kwamba hata wao wanaasilia kwamba mashabiki wamejaa pomoni na lazima tujisadidi vilivyo. Lazima tufanye kwamba kile ambacho kimetuleta hapa. Mashabiki wanaona mechi safi, mechi kali. Aha. Ndivyo ilivyo. Anaanza tena. Jaribu. Amfuata kwa karibu kijana Duncan. Offside. Alikuwa ameingia mapema sana. Kwa ameingia kijana Omondi mapema sana ambaye ameonyesha umahiri wake kabisa katika eneo hili. Kuhakikisha kwamba anaingia na kuleta passes ambazo zinaleta manufaa. Ametoa assist kama 3 hivi kijana Omondi. Assist zake ni kama 3. Anaonekana kwamba anaweza pia akachukua most valued player kama vile walivyokuwa wamesema waheshimiwa walivyokuwa wanafungua mechi. Nakumbuka the Nyanza Vibes, Sports Vibes, yes. Walikuwa wamesema kwamba wameleta medali ambazo wataweza kuwapatia watakaoshinda ama watakaokuwa ni MVPs, most valued players. Yes. Anaweza akatoka hapa mmoja wao katika hili timu la Gor Sare. Katika zile medali moja nikitizama kwa umbali. Anamchezea vilivyo kijana wa Ugincha ambaye ni Duncan. Anataka kwanza kulemba. Naona pia vijana wa the Kisumu National Polytechnic wako ndani ya nyumba. Wako ndani ya nyumba. Wameamua wakatoka wakasema kwamba hatukai Kisumu tena. Lazima tufike Kisii. Tuwakilishe. Wanajiita, wanasema kwamba wanaitwa the Kisumu National Polytechnic. Wako ndani. Wako ndani ya nyumba. Tufuatilie kwa mitandao yetu ya kijamii, kule YouTube, Get a Point. Tuko pale kuhakikisha kwamba maneno haya unayapata kwa njia ya safi kabisa. Mechi hizi zinakuja kwako. Usije ukasahau kwamba tuko hapa tangia sasa hivi hadi mida ya saa 12 ambao tutakuwa tunakamilisha maneno haya. Shore kabisa. Anaingia. Haya. Anajaribu. Wanajaribu bahati yao pale kama wanaweza angalau wakapata bao moja, lakini anacheza vizuri, lakini mpira unakuwa mwingi na toka mbali. Alikuwa amelenga lakini hakuwa amelenga vizuri. Anajiita ni kijana wa Gen Z. Wanajiita wana Gen Z. Unajua hao wote wanaocheza uwanjani ni vijana wa Gen Z lakini wako bado shuleni. Miaka yao ukiweza kuiweka vizuri. Yes, unawacheza nani anacheza Omondi. Anaingia. Omondi. Omondi. Kale. Anauchukua pale, anasema kazi yangu hii. Ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani Gose Stadium. Kile ukitizama ndugu yangu naweza nikakwambia nikitizama uwanjani kama vile mambo yalivyo. Ball possession ya timu hizi mbili. Nikana kwamba vijana wa Ongicha bado wangali chini kidogo. Manake ball possession ya vijana wa Ongicha iko ni 31 ilhali vijana wa angalau linaweza likawatoa machozi. Ilikuwa ni mshike likawafuta machozi. Kijana angalau anajiita Victor Angara pale akacheza kutoka katikati kama mikiki 16. Amecheza vizuri. Kipa akaona kwamba hapa hii hakuna kitu. Kijana ile ameanza kwa wanapokuwa wanarejea shuleni wasije wakarudishwa kutoka shuleni na mwalimu wao mkuu awaambie toka nenda mkatafuta shule nyingine, si hapa. Angalau lama kutoa watu wa machozi. Anaingia tena. Hivi sasa ni mabao 4 kwa moja. Wanajaribu tena. Wanasema sasa ni kujituma. Kijana anacheza. Wanaongisha wanaonekana ni vijana wadogo sana. Ni vijana wadogo wanaocheza chini kwa chini.
wanaonekana vijana wadogo sana. Yaani kwa lugha ya kimombo wanasema kwamba ni carpet game. Aha. Anaanza, anaingia. Kosa hiyo nafasi ya wazi. Anaanza tena. Ya kwanza. Anaanza vizuri katika kipindi cha pili. Wanaingia. Kosa. Aha. Amecheza lakini wanazidi kuweka pumzi. Bado kuweka pumzi ndani ya box. Utashangaa sana wanahitaji nini? Kwa maana wamekwisha pata mabao manne. Wamepata manne na bado angalau wanahitaji tena mengine matatu. Wanajituma sana. Ni kama wanataka kwa offside. Wanapata wote. Anasema bado kijana jezi nambari 13 mgongoni kutoka timu ya Gor Sare. Anajenga kipanda kwa hali isiyokuwa yake. Kwenye uwanja wa umma. Anaanza tena kijana Victor kule mbele. Anaingia. Kosa nafasi hiyo. Wanaongija, wanajaribu wawezavyo. Wanajaribu kujituma. Nakwambia ndugu yangu. Vile ambavyo unaona hali hapa katika uwanja wa Kisii Stadium. Kuna shemle kule katika G5 pale ukitazama G5 inaonekana kwamba kuna itilafu ya watu wanaleta ukitazama ukiona hali namna ambavyo hali ilivyo uwanjani hapa basi inakuwa ni nusu ya ile ambayo ilikuwa katika uwanja wa Cardinal Otunga hapo jana. Siku ya jana. Ndio maana nadhani kwamba wameleta mechi hizi katika Goze Stadium angalau ugawani huu unatuliza kivumbi kidogo kutoka kwa mashabiki. Wanapiga mfeleji hapa. Wanapiga msatili wao mzuri hapa vijana wa Mofa. Wanaitwa Mofa, ni kumulika vizuri sana. Wako tayari kuingia ugani. Wanafaa kuingia uwanjani sasa tena. Anasema sisi tuko tayari kuhakikisha kwamba mliotutuma tunawakilisha vyema. Vijana ni wa Kisumu Day. Ambao wanajiita ni Mofa Kisumu Day. Hawa ni vijana wa Kisumu Day wakigaragazana na vijana wa Kodero Bara. Baada ya mechi hii kutamatika. Anaingia. Ingekuwa ni on goal. Ingekuwa ni on goal. Kidogo sana la wenyewe kwa wenyewe. Kidogo sana iwe ni on goal. Goli la wenyewe kwa wenyewe. Ingekuwa faida ya wanaongicha. Wanaingia sasa. Ni mpira wa kona. Penzi msikilizaji, ni mpira wa kona. Wanaenda kucheza pale huo mpira. Anacheza Emmanuel. Baada ya kujiulizwa kwamba ni form 1. Anachanja kona kule. Kipa ananyaka. Nasema bana, mimi sitambui maulenge chinzi wanavyosema vijana wa Gen Z. Gen Z unasema kwamba hawatambui kiongozi yeyote. Chenga ya kwanza. Chenga ya pili kwa Keomondi. Namba 11 Victor. Ya kwanza nampiga Ingia. Cheza. Wapi? Kosa wa kuingia. Kile anapata tena. Cheza. Kwanza ya pili. Tatu. Konga boss anacheza. Kijana mtulivu. Kijana Victor. Ya kwanza, ya pili. Anatema bana. Amecheza lakini kakataa pale. Wanaleta tena mbele. Haya. Wanaingia, wanaongisha. Cheza kisivyo kwa kule. Pia Ikabu kuelekea timu ya Ongija Boys. Wakiendelea kujipanga pale kuingia katika mechi nyingine ya pili ambayo nilikuwa nimekueleza. Vijana wa Kisumu Day pamoja na vijana wa Kodero Bara ambao watakuwa wanagaragazana baada ya mechi hii. Ni mechi nyingine kubwa sana. Mechi kali kabisa tena. Ni mechi kubwa sana. Nakuambia tunakuandalia mambo mazuri zaidi kutoka hapa katika uwanja huu. Ni mechi kali ambayo inatazamiwa hapo mbeleni baada ya mechi hii kutamatika. Mbia wamejifanya wamejizatiti tena zaidi the Mediford Hospital. Wanafanya matibabu ya kipekee kwa wale ambao watakuwa ni majeruhi. Nataka kuhakikisha kwamba hamna yoyote ambaye ataweza kutoka hapa na itilafu ndani ya mwili. Wana
Msikilizaji, mtazamaji, kumbuka kwamba unapata matangazo haya ni kwa hisani ya Nyanza Region Secondary School Sports Association ambazo umeletewa michezo hii ya shule za upili katika kaunti ya Kisii, ikiwa ni regional level, ambapo kaunti 6 zimeweza kujizatiti hapa ndani, zimekuwa zikijisajili na zinaendelea kufanya kushiriki katika mashindano haya, ikiwa ni kaunti 6 kama vile nimekueleza. Kaunti ya Kisii ya kwanza kabisa, tunayo kaunti ya pili ikiwa ni kaunti ya Kisumu ambayo iko na vijana wa Kisumu Day. Vijana pia wa Kisumu Day wako pale ndani ya kaunti ya Kisumu, wanawakilisha kaunti ya Kisumu. Kaunti ya tatu ikiwa ni Homa Bay County. Wakilishwa na wana Agoro Sare ambao wako sasa hivi. Agoro Sare wanawakilisha kaunti ya Homa Bay. Vijana wa Agoro Sare. Kaunti ya 4 ikiwa ni kaunti ya Nyamira ikiwakilishwa na Matutu PAG. Matutu wanawakilisha kaunti ya Nyamira. Katikati kule Peter. Namtafuta kina nakosa nafasi ya wazi. Tunayo kaunti ya Migori County. Migori wakilishwa na wana Kodero Bara. Kodero Bara. Anaingia, anatembea kwanza, anatamba. Kosa nafasi ya wazi. Aliingia kijana mtulifu Victor. Akajenga ya kwanza kutoka ugani katikati, kapita ya pili, kapita ya tatu, lakini ikakosa kuingisha goli. Cheza lakini kakakataa kuingia pale alipokuwa anahitaji. Umaarufu kidogo. Alikuwa anahitaji ndani lakini kakakataa kuingia. Kuna jeruhi katikati mwa uganja. Kijana wa Agoro Sare kuonekana kwamba ameumia. Tusije tukaisahau kaunti ya 6. Kaunti ya Siaya ambayo ni kaunti ya Siaya. Wako na Tonga. Tonga inafanya kuwakilisha kaunti ya Siaya. Kabisa. Ndivyo mambo yalivyo. Kisumu Day. Kaunti ya Kisumu inawakilishwa na kaunti ya timu ya Kisumu Day. Pale Kisii ikiwa ni Ongeta Boys na Sameta ambayo ilikuwa na home advantage. Kijana wa Agoro Sare kama amepata jeruhi ya mguu. Jamaa ameumia pale, anakuwa mpaka anabebwa na wawili. Hawezi akatembea kwa miguu yake miwili. Hawezi akatembea kwa miguu yake miwili, anaashiria kwamba ameweza kupata tatizo kidogo. Amepata jeruhi ya kipekee so katika mguu wake wa kulia. Bado tunaona kwamba litamchukua muda. Alikuwa kijana mzuri sana. Ambao amehakikisha kwamba timu hizi Villa Boys Duncan kosa nafasi hiyo, cheza kisivyo kwa faida ya wana Agoro Sare. Wanaenda kwanza namba 19. Anaanza kule mbele. Offside. Anapuliza kipenga na kuinua mkono. Mwambia kwamba umetenga aka asante. Inakamilika. Agoro Sare wakiwa na ushindi wa mabao mangapi kakaangu? Mabao ni 4-1. Mwenye alikuwa amekesha over 5.5. Pesa yake imekwisha ingia sasa hivi. Mwenye aliweka goal pesa yake imeingia sasa hivi. Sasa anakulia kijiko. Refa anapuliza kipenga cha mwisho na kuitisha mpira wake mkononi. Ndivyo hivyo ilivyo mambo ndani Kisii Stadium. Imekuwa katika shule hii uga huu wa Kisii Stadium ambako haswa kabisa tumeshawaona wana Agoro Sare wakifanya kadri ya mapenzi yao na kuhakikisha kwamba wameshinda mechi hii pasipokuwa na hitilafu zozote. Sasa hivi wataingia ni wana Kodero Bara wakiwa wanachangazana na wana kuingia Kodero Bara katika uga huu wa Kisii Stadium. Tazama hapa namna ambavyo wako.
unaweza ukaona ni kana kwamba wamefanya maandalizi kabisa. Tuwape nafasi kidogo hapo. Pia vijana wa shule zaidi kuhakikisha kwamba mechi hii ziko salama bila tatizo lolote. Acha ufanye. Officials wamejipanga vilivyo. Acha ufanye. Hakuna tunajua nini. Sasa hivi cha muhimu ni kwamba tutafute hata anaitwaje? Yeah. Unasema aje? Ongea kwa sauti. Tunaweza kuongea naye hapo awali. Yule ndugu yetu Evans. Tuko hapa bado. Tulikwisha ongea na wewe. Tulikwisha ongea na wewe ukatujuliza kwamba hii timu ya Gor Sare ni defending champions, na hakika tumehakikisha kuona hilo, lakini umeingia na goli la Ogichi, na hilo goli alikuwa goli ambalo ni la staarabu sana kutokana kwa goalkeeper. Haswa ni nini utasema mechi imekwisha kamilika, tunatarajia nini kwenda mbele mechi zijazo? We'll do a good job representing this county. Now, ile goal ambayo unazungumzia ilikuwa tu masiara tu ya goalkeeper. Ijulikana kwamba kijana alikuwa amepata injury kidogo. Ni vile tu tulikuwa tumekosa substitution. But haina shida. Vile vile inaonyesha kwamba our opponents were alert throughout the game. But we are very happy. Japo kwamba boys wamechoka, lakini we are very happy. We are raring to go. Kesho ikifika pia vile vile tunaonyesha mchezo huu. But nataka kuambia wana Nyanza region, we are going to have a very strong team. Whichever team itatoka from this group. Especially Ipul ambayo imebeba Gor Sare, Kodero Bara and kabisa. Katika timu za Kisii tumeona jana timu ya Sameta imegongwa na Matutu, Upite imekwisha gongwa na hosting team. Nini haswa wana Kisii hosting team haswa wanashindwa hapa. Kuna tena home advantage kwa kuenda katika kinyang'anyiro cha taifa. Kuna a lot of hopes. Ni vile tu jinsi ambavyo nilisema, the level of competition ilikuwa high. Na vile vile kuna game of football, kuna surprises. Na jana tuliona surprise. Nani alijua kwamba Sameta was so good. Nakumbuka kwa county walikuwa chapa watu 4-0, 2-0, 3-0. But game of football lazima kuwe na surprises, and I'm not surprised. Kila ambacho tujue kwamba jinsi ambavyo nimesema, nataka ku reiterate, any team yenye itatoka hapa is going to do a good account of Nyanza region, and Nyanza region is the region to watch going forward. Asante sana Bwana Evans, tunashukuru mumeshinda, ni vyema, tunawatakia mema. Haya, asante sana ndugu yangu. Tunaingia kwamba hawana muda. Watazama marefu wako sawa, wanafaa kuingia uwanjani kwa mechi ya pili, mechi kati ya Kodero Bara na vijana wa timu ya Kisumu Day. Mechi ambayo wengi wamekuwa wakiitazamia kwa umbali na kwa muda, mechi ambayo wengi wanaitazamia niweze pia tuweze kupata tumpate msimamizi wa timu ya Kodero Bara, lakini baada ya kumaliza yale ambayo wanayafanya kidogo, ndiposa vijana waingie uwanjani. Itakuwa ni sawa kabisa, kwa maanake mechi hii imekuwa ikingojewa sana na mashabiki hao ambao unawaona. Tulikuwa tumewaona mashabiki wengine wakitoka, lakini waliposikia kwamba vijana wa Kisumu Day wanaingia uwanjani na vijana wa Kodero Bara, basi wameweza kurejea tena, wakaketi wakawa vizingiti haviwezi vikasongeshwa tena. Ni matarajio gani hasa kwako katika timu hizi mbili zinapoingia katika ungani? Katika timu hizi mbili, kabla tuweze kusema kwamba timu hii itaweza kushinda, tuweze kuanza kuangalia historia yao ya hapo awali. Ni kipi ambacho walikuwa wamecheza vipi katika mechi za awali kabla ya kuingia katika mwaka huu, mashindano ya mwaka huu, mwaka 2020. Tutarajie best team win. Tuweze kuangalia
timu ya Kisumu Day hapo awali wamekuwa wakichezaji hiyo miaka ambayo imepita, mwaka 2021, 22, 23. Pia vile tuweze kuangalia timu ya Kodero Bara wamekuwa wakicheza vipi mwaka 2021, 22, 23. Kutoka hapo basi tutakuwa tunajua ni timu gani ambayo itaweza kupata ushindi wa kweli kabisa ule ambao tunatarajia kutoka hapa. Kumbuka kwamba timu hii ya Kisumu Day inawakilisha timu ya Kisumu Day inawakilisha county, inakuwa ni kaunti ya Kisumu, na pia vile tukiona timu ya Kodero Bara inawakilisha timu ya Migori County. Kwa hivyo ni vita kati ya kaunti ya Migori na kaunti ya Kisumu. Tuna matarajio mema kwamba mpira kama huu ni mpira wa hisia zake. The standard of this game can also be equivalent to a standard of maybe a KPL game compared to the game we have also watched before. The Evans, who was from Agorosare, has also given out his own acknowledgement over the Pool A games, saying that maybe the best team can come from this pool, and we don't bargain on that. We're waiting and then we see what happens next. Kuna swala ambalo niweza kukumbusha. Wengi walikuwa wamenieleza kwamba ama zile arafa ambazo nimeweza kutumiwa studioni pale, wengi wamesema kwamba ukiwatizama wachezaji wa hizi timu kubwa, timu ya Shabana, timu ya AFC Leopards, timu ya Gor Mahia, wachezaji wale wengi wao waliweza kutoka katika timu hizi ama shule hizi, shule ya Kodero Bara na pia vile shule ya Agorosare. Walikuwa wamesema kwamba wengi walikuwa wametoka katika shule hizo, na pia vipaji vimetoka high school, vipaji vimetoka katika shule za upili ambazo tena zimekuwa maana hapa viwanjani sasa hivi. Na pia vile ukiweza kutizama hawa, hamna yeyote ambaye anauoga kana kwamba kuna mwingine ama wanaoita boggers kwa lugha ya Kimombo. Wanasema kwamba hakuna yeyote, maanake ukitizama hizi nyuso, lakini huwezi ukaweza kusema kwamba nyuso huu ni wa kijana mdogo, ilhali tutakuwa tunaelekezwa watakapokuwa wanaingia uwanjani. Baada ya mechi hii tutakuwa tunajua ni nani ambaye ni gwiji. Kaunti ya Kisii tumeiongelea, kaunti ya Migori. Kaunti ya Kisii wamekuwa wakicheza, kaunti ya Migori, kaunti ya Siaya wamecheza vyema katika mechi hizi, na sasa nikitumai kwamba katika uwanja huu hivi leo inakuwa ni mechi ya mwisho siku ya leo. Manake najua shule za upili, mechi za shule za upili zinachezwa mpaka kufikia saa 11 unusu. Kuanzia hapo kuelekea mbele hamna mechi ambayo inafaa kuchezwa wakati huu. Mechi hii ikianza saa 9, ikianza saa 9 wapatie dakika 90, itakuwa inamalizika kwa masaa ya majira saa 11 unusu hapo. So inahakikishia kwamba hii tu itakapocheza sasa hivi na tutakamilisha siku ya leo. Itakapofika saa 9 unusu, saa 11 unusu, mechi hii itakuwa imekamilika na itakuwa basi mechi ya mwisho kabisa katika siku ya leo, na pia vile katika uwanja wa Cardinal Otunga mechi zinaanza tena, mechi ambazo zinaendelea pale. Tujulize ni mechi gani zitakuwa katika eneo lile. Katika uwanja wa Cardinal Otunga tunayo timu ya Sameta wakigaragazana na vijana wa Tonga. Pia vile katika uwanja wa Ambira nao vijana wa timu ya Matutu wakigaragazana na vijana wa Ambira. Inakuwa basi Ambira inatoka kaunti gani? Ambira wanatoka katika kaunti, nikidhani wanatoka katika kaunti ya Siaya kama sijakosea. Tonga wanatoka kaunti gani? Kaunti ya Tonga wanatoka katika kaunti ya Siaya. Kumbuka kwamba kila timu ilikuwa inaleta kila kaunti ilikuwa inaleta timu mbili. Walikuwa wanatoka na timu mbili. Kila kaunti ilikuwa inapeana timu mbili. Kwa hivyo tutakuwa tunajua ile kaunti ambayo iliweza kupata timu moja na pia vile ile kaunti ambayo iliweza kupata timu moja. Na kisha kwamba Siaya wamekuwa na timu mbili, kwa maana tutakuwa na Tonga na Ambira. Tutakuwa na Sameta na Ongicha. Samita wako pale, Ongicha wako pale. Sasa hizi ndio kaunti ambazo zimeleta timu mbili, ikiashiria kwamba Migori County wako na Kodero Bara peke yake, Kisumu Day wako na Kisumu Day peke yake. Pia tukiangalia wana Nyamira wako na Matutu peke yake. Yote 9. La 10 ni kwamba vijana hao wameingia uwanjani, tuweza kuwatakia mema. Mashabiki wako hapa,
Waswahili husema kwamba nilivyokuwa nimekueleza, sherehe bila kunguru basi hamna kitoweo hapo. Maana kitoweo kikikuwa kunguru lazima wawe kunguru ndiposa kitoweo kiwe kwenye sherehe. Na hawa mashabiki ndio kunguru. Sijasema mashabiki ni kunguru. Tutarudi studio. Sijasema mashabiki ni kunguru, lakini sherehe bila kunguru basi hamna chakula hapo. Inakuwa sawa. Tutarudi studioni tuhakikishe kwamba mechi hii ziko sawa. Unaletea kusalimiana pale kwa uzuri tena. Na tunaomba kwamba iwe ni mechi ambayo ina uwakifishaji wake wenyewe pasipokuwa na itilafu zozote, kwa maana tumekwisha pata jeruhi moja katika timu ya ataweza kushirikiwa na mashirika haya yaliyo uwanjani, mashirika ambayo yanasimamia kwamba waweza kutibiwa kwa muda wa haraka, kiwango kitengo cha haraka, na hiyo italeta matumaini sana. Itakuwa na matumaini pia katika kila timu, ama wale ambao watakuwa wanaumia watapata matibabu ya haraka. Sijaona hawa madaktari ambao hasa kwa kila shule wanaweza kuwakilisha vyema kabisa katika matibabu ugani. Kama kijana amekwisha umia pale, amekuwa jeruhi, hamna hata naye kimbia kumsaidia. Nimekuwa nikitembea katika shule hizi zote ambazo zimesimamia mechi hizi, pia nimetembea katika shule za ama afisi za walimu wakuu, na pia ningependa tuweze kuwashukuru kwanza kabisa wale wasimamizi wa shule hizi zote, school principals, Cardinal Otunga High School, Bwana Ezekiel Okeo, asante, tunakushukuru kabisa. Vile vile katika kaunti ya shule ya Kisii High School tunamshukuru mwalimu mkuu yule ambaye amesimamia shule hii, Mr. Mugaka, kwa kukubali kuweza kushiriki, kuweza kuwa na mechi hizi katika shule zao. Unajua wasingefanya hivi basi tungeweza kuwa na hitilafu na hata tungeweza kunyang'anywa kuwa na mechi za fainali katika kaunti yetu ya Kisii. Swala ambalo umeuliza la kwamba vijana ama madaktari hawa wako wapi? Nikitazama pale kwa umbali naona gari la wasimamizi ama waganga ganguzi wamesimama pale, wako na gari lao pale. Katika shule ya Kisii School pia wako pale, wameweka hema zao pale, wamesimama kideto, wako sawa. Pia katika uwanja wa Cardinal Otunga wengi wako sawa pale, wameweka hema zao pale, wako sawa na wanahakikisha kwamba wale ambao wanapata maumivu wanasimamiwa, wako sawa, kila kitu kiko sawa. Tunakuhakikishia kwamba siku hii ni siku ya kipekee haswa katika ugani humu Gusii Stadium, ambako tunakuhakikishia kwamba mechi hii itakuja kwako kilazimi katika mitandao yetu ya kijamii. Wasimamizi wa mechi hizi katika kitengo hiki cha regionals wako pale, akiongozwa na Bwana Ongaga Simon ambaye amekuwa ni FKF referee, tofa referee pia katika kaunti mbalimbali za eneo hili la Nyanza. Kwa sawa, asante. Tunakuhakikishia kwamba siku ya leo tunahakikisha kwamba mechi hii itakuja kwako kirasmi. Vijana wale sasa wanaingia uwanjani, katikati ya uwanja mpira umewekwa pale, kijana jezi nambari 7 kutoka katika shule ya Kisumu Day anahakikisha kwamba anaanza mechi pale, anacheza vizuri, anaanza mechi ya kumtafuta mwenzake, anacheza mbele kumtafuta mwenzake pale, lakini anakosa jezi nambari 16, anaipata mpira ule na anacheza vizuri, kumtafuta jezi nambari 11, kijana anacheza vizuri, Moses anaenda vizuri, lakini ananyang'anywa jezi nambari 14, anacheza pale kumtafuta jezi nambari 7, anapata mpira anacheza, lakini mpira unakuja kutoka nje. Ingekuwa bao la kwanza kabisa, ingekuwa ni bao ya kwanza, dakika ya kwanza bao la kwanza. Wanafanya mambo yalivyo, bao la kwanza, ndivyo hivyo mambo yalivyo. Mashabiki hao anaanza kona, mashabiki hao anacheza ndo uchafu baba,
chenga ya kwanza. Hakikisha kwamba mechi hii ni tamu kabisa. Kijana nambari 5 Nganywa anaanza kule mbele, anaingia, anamtafuta, anaingia, anachenga ya kwanza, mbio zake zinamwokoa, anajaribu kujenga chenga lakini mpira inakuwa mwingine unatoka nje. Anacheza vizuri kijana wa Kodero Bara. Kodero Bara. Aha. Wanaanza Kisumu Day namba 5 Kevin. Kevin kule mbele. Anajaribu awezavyo. Anaondoa kijana Franklin. Tena anauongoa. Mpira huu unaonekana kwamba hujatulia chini. Ni mpira ambayo iko juu. Wanajaribu kuituliza chini wana Kisumu Day, lakini wanakotela bala wanaileta kwa njia ya kipekee juju. Koji wote wawili Franklin Ogeti na Kefanya Tony wako katika mechi hii wakihakikisha kwamba mambo ni safi kabisa. Anarusha kule mbele kumtafuta Musa visivyo. Anarusha visivyo. Wanacheza pale vizuri. Anarudi tena kwa Kodero Bara ambaye ni Moses. Rusha kule mbele. Chenga ya kwanza. Cheza visivyo tena. Ni mpira ambao unaonekana uko na pressure sana. Ni mpira ukitizama mpira mechi hii unaweza ukasema nini kuhusiana na mechi hii ambayo unaiona sasa na mechi ambayo imetamatika? Mechi hii ina utamu wake. Anaingia. Aliingia kijana Franklin akaguza ya kwanza. Kipa akadhania kwamba mpira umekwisha enda nje, lakini kikawa ni goli ya kwanza ya Kisumu Day. Nimekuuliza tu kwa sekunde moja, unaonaje tofauti ni gani na vijana wakafunga tena? Vijana wa Kisumu Day wakaelewa swali lako. Hata sikumaliza kuuliza. Vijana wamefunga bao la kwanza, Kisumu Day bao moja, Kodero Bara 0. Ndivyo ilivyo msikilizaji, mtazamaji. Vijana hao wa Kisumu Day wanaonyesha umahiri wao. Wanafunga bao la kwanza kabisa, dakika ni 7 zimepita. Zimekuwa ni dakika 7 katika kipindi cha kwanza. Wanafunga bao lao la kwanza kabisa dhidi ya timu ya Kodero Bara. Wanaanza tena pale nyuma. Wanaanza vizuri, kijana yule anacheza mpira vizuri juu kwa juu kumtafuta mwenzake pale mbele, kijana jezi namba 11, lakini anamkosa. Anacheza vizuri tena, anaenda vizuri, anageuka pale, anapata offside. Imekuwa ni mpira wa ikabu, alicheza kibanda kwa ardhi sio kwa yake. Wana Kisumu Day wanaonyesha makani. Ndivyo mambo yalivyo Goose Stadium. Wana Kisumu Day goli moja. Wana Kodero Bara wakiwa ni 0. Amejaribu kujizatiti lakini msaidizi wa refa anainua kitambara. Na kusema kwamba amejenga nyumba kwa ardhi sio kwa yake. Anasema kwamba ilikuwa ni offside. Wanaanza tena wana Kodero Bara. Kisumu Day wanaukabili vizio. Wanalegeza. Anacheza kama mguu. Cheza ya kwanza. Onyesha kule mbele lakini Kevin anauondoa kule mbele. Wanajaribu kufinya wana Kodero Bara. Anafinya. Kipa anaufuata na kama vilivyo. Anza kule mbele tena kipa. Kwake nambari 7. Ni kama vijana hao wanaonana vizuri tena kwa sana. Ni mpira wa kurushwa. Ukitizama vijana hao wa Kisumu Day wanacheza mechi ambayo ni safi sana. Ni kama wanaonana tena vizuri zaidi. Cheza kule nambari 5. Gereza kumtafuta nani? Kosa nafasi. Jenga kule mbele. Nafasi nambari 11. Anazidi kuingia. Anajaribu kuingia. Nambari 15 na uende ule mpira. Shika mpira. Pata moja. Anamkata ya pili. Tena. Kata ya 3. Cheza lakini unatoka nje. Kwa mwingine unatoka nje. Korosho kuelekea Kisumu Day. Ndugu yangu, inakuwa ni mpira ya kupanda na kushuka. Ndio kuna pressure hapa. Mechi hii ina utofauti mwingi sana na mechi ambayo imeweza kutamatika.
anamchezea visivyo pale, kichwa anamgonga kichwa pale kwa kiatu. Utamu wa mechi nakwambia ni mabao. Utamu wa mechi ni mabao kabisa. Cheza kule mbele. Offside! 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 Wanalia. Wanakisema goli lao la pili likiwa ni la offside. Sijui niseme nini. Mambo ni kangaja. Ndugu yangu sijui nikaseme nini. Munipe maji ninywe, jua kali jua. Munipe maji sijui niseme nini kabisa. Wanaleta tena wana Kodero Bara, wananyang'anywa tena Kisumu Day. Mbele na ambavyo vijana hao wanaonesha weka nje. Inaonekana kwamba pressure imekuwa juu. Pressure kwa timu ya Kodero Bara, wana Migori County wako hapa. Wanasema kwamba pressure imekuwa inazidi. Kocha anajaribu kutafutana na mtayarishaji wa vipindi hivyo kuhakikisha kwamba cheza kule mbele. Na kama sasa wanajaribu tena cheza visivyo. Cheza visivyo kwa anasema kwamba nitakufia. Siku moja nimeenda shuleni nikapatana na mwalimu wa hisabati. Alikuwa ametupatia kile ambacho wanaita ni homework. Kazi ya ziada kabisa. Sikuwa nimeifanya kazi hiyo ya ziada. Nilipofika shuleni nikapata kwamba yeye ni mwalimu wa zamu, alikuwa ni teacher on duty. Nilipomwona kwa umbali nilikuwa naenda nikijificha tu. Inakuwa sasa ni kama vijana hawa wako Kodero Bara wanacheza ni kama mechi ambayo nimekueleza. Ulikuwa unacheza ukijificha tu. Ukimwona mwalimu wa zamu, ndugu yangu unanipa raha studioni. Mwalimu wa zamu amekupatia cheza kule mbele. Offside. Haukufanya. Umefika shuleni asubuhi Jumatatu, ukampata kwamba yeye yuko kwenye mlango. Unashindwa kuingia shuleni. Inakuwa ni tofauti sana. Ndivyo hivyo wana Kodero Bara wanacheza mechi yao. Wanacheza mechi hiyo kama hivi lilivyo. Tafsiri kuingia katika eneo la vijana wa Kisumu Day. Mechi ndivyo inaanza, ni mida ya madakika za kwanza. Ukitazama mechi hiyo wanapata ugumu kuingia kwenye eneo la vijana hawa wa Kisumu Day. Lakini nguvu wanazidiana nguvu. Unapotazama position haijakuwa kwamba Kisumu wamepossess sana, ni ile goal ambalo wamelifunga ndio limeleta moja tu. Wamefunga mabao matatu lakini kosa simamisha nyoka bana. Wamefunga mabao matatu lakini mawili yakakataliwa. Yamekataliwa katakata. Walikuwa wamejenga kipanda kwa ardhi sio kuwa yao. Basi lazima wangetafuta kwao ndio wakijenge kile kipanda. Basi tukatazame tukajue baada ya dakika 90 anza tena ni nani atakayekuwa jenga ya kwanza safi, ya pili safi. Anacheza vizuri jezi namba 11 kutoka tafuta kule mbele. Yako kabisa, naingia, anatamba. Wanaondoa. Cheza tena. Wanazidi kwa. Lakini mpira uko mwingi. Nilikuwa nimekuambia kwamba vijana hao wanaonana vizuri. Wanacheza mechi safi. Wanaonana vizuri zaidi. Ndivyo hivyo mambo yalivyo Ugani Gusii Stadium. Mechi ikiwa tunakuletea live kule kwa mitandao yetu kwa njia ya kipekee haswa katika wakati kama huu. Ya kwanza. Kumbuka sasa Kisumu Day dakika ya pili walikwisha ingiza goli la kwanza. Sasa hivi wako kifua mbele. Goli lililofungwa na mchezaji Victor Nyandani. Aliweka goli safi kana. Tisha mpira. Cheza visivyo. Center referee Geoffrey Wanjara anahakikisha kwamba mambo haya ni safi. Anaanza kijana namba 17. Jina lake Alfred Ombabe. Anajaribu kuhakikisha kwamba anacheza hii ikabu. Angalau ileta matunda.
Anachipinda kipinda, anacheza kule, rudisha mpira kama huo tena kwa mwingi. Katakata. Wanajaribu kuhakikisha kwamba inaitwa kwamba ni block. Ile block tungecheza kule handball. Naambiwa kwamba nenda block, ndio hivyo sasa wanaijaribu katika ugani hapa. Cheza pale block. Cheza katikati. Tafuta mbele. Anaingia. Wycliffe offside. Jamaa huyu ni kama kweli anaona kwa umbali tena. Anaona sana tena zaidi. Maanake ni mara ya 3 amewakataa vijana hawa. Anawajiwa nafsi. Refa anaona kwa mbali. Hivyo ndivyo inala. Kwamba anawaonea. Tusije tukasema hivyo, ni anaona hawaonei. Anaona mbali. Rusha tena. Haya. Narusha mpira sasa ni Wycliffe. Kocha anamwambia tulia baba, wacha pupa. Anza tena. Rusha kule mbele. Cheza. Victor. Ya kwanza. Kosa nafasi ya wazi. Anaingia tena. Jaribu kukaba. Bila ni Waikabu sasa kuelekea timu ya Kisumu Day. Anaanza kipa. Anajaribu. Anza kule mbele. Katikati mwa uwanja. Piga hedi. Rudisha na hedi bado. Weka mpira chini kabisa. Ya kwanza, Victor. Ya pili, jaribu. Pia Waikabu, ndugu yangu, umekwisha sema kwamba kesho tuna mechi gani ama taarifa kamili haijatoka? Kesho nakuambia nina ukweli kabisa hapa. Kesho tutakuwa na itakuwa ni siku ya 3. Siku ya 3. Tutakuwa na zile timu ambazo zitakuwa zikishinda hapa. Zitakuwa zinamenyana na zile timu ambazo tutapata mwelekeo kamili. Anaingia chenga, lakini kosa nafasi. Rudisha kwa juu, anagada, cheza, kosa. Kwani offside tena? Vijana hao wanajipanga. Kwani offside tena? Wanajipanga. Kuna nipa takwimu kamili. Inakuwa ni siku ya 3. Siku ya 3. Tutakuwa na vijana wa Agoro Sare wakigaragazana na vijana wa Kodero Bara kabisa, pamoja na vijana wa Kisumu Day wakiwa na vijana wa Ongicha. Sameta pia watakuwa na Ambira Matutu Tonga. Anaingia offside. Inazidi kuwa offside sana. Vijana hao wa Kodero Bara wamejifunza sana kutengeneza offside. Wanawaachilia wale wa Kisumu Day wanaingia sana na wanabaki. Inaonyesha kwamba itakuwa vigumu sana wana Kisumu Day kuweka goli lingine kwa maana wanachunga sana. Anaingia. Anapigana vita vilivyo. Kinikosa nafasi yake. Lakini nakwambia mechi hii vijana hao ni kama wanaleta msisimko sana kabisa kwa mashabiki. Anacheza kule mbele, mbali 3. Fungua kabisa mbele, lakini anampasia kwao. Ngine ya kwanza. Vijana wa Kisumu Day wanapanga mpira wao chini vizuri. Nambari 7, cheza, rudisha. Kosa nafasi hiyo. Peana tena. Jaribu kuingia lakini anakanywa. Ingia tena. Anapea handoff lakini anakosa. Wewe. Ana save corner. Sijui kama ni corner. Imekwisha kuwa ni mpira wa kona sasa kuelekea timu ya Kodero Bara. Leo ni leo, asema kesho ni muongo basi. Wanasema msema kesho muongo. Waswahili wakanena. Ndivyo ilivyo. Kabisa. Tutasame kona. Same kona ya kipekee. Cheza kona kijana mtulivu. Mashabiki nakwambia ni wengi sana kutoka katika. Anacheza mbiro. Ingine tena ni ambaye hatari. Poa kabisa. Cheza, rudisha. Anatamba sasa. Anajaribu kuweka mbali. Anaweka kwa kifua. Inamtuliza. Anatulia kabisa. Anaingia lakini kosa nafasi yake ya kwanza. Nyanganywa. Anaingia Victor. Cheza tena kule mbele. Kosa ile nafasi. Kwambia wamekwisha waacha wale vijana wa Kisumu Day wanaingia offside sana.
ndio maana wanaoachilia. Anza tena katikati mwa uwanja, anampa Savi, anaangalia, cheza gol nje. Anakosa hiyo nafasi ya wazi. Kumbuka kwamba Kisumu Day walikwisha ingiza goli yao dakika ya pili pale mwanzoni. Aha. Sikia kwamba anapata kuumia pale, usaidizi unaitanwa pale. Kijana ameketi chini, lakini anajisatiti na kuinuka, ionekane kwamba ameweza kujisatiti. Anapata kuumia ni kijana wa shule ya Kisumu Day. Kumbuka kwamba vijana wa Kisumu Day wamevalia jezi, vijana wa Kodero Bara wamevalia jezi nyekundu, huku vijana wa Kisumu Day wamevalia jezi za kijani. Wanaenda kupata mwelekeo kidogo kutoka kwa wasaidizi wao ambaye ni refa msaidizi pamoja na msimamizi wa timu ya Kodero ya Kisumu Day. Ndivyo ilivyo, msikilizaji. Ndugu yangu, nilikuwa nimekuambia kwamba mechi hii ina utofauti mwingi sana na kutokana na mechi ambayo iliweza anampa kadi ya manjano kumalizika. Refa anampatia kadi ya manjano mwakilishi mmoja wa timu ya Kisumu Day kwa kosa la kuweza kumuita kutoka uwanjani na kumwambia jambo ambalo halina uwezo ama halina uzito. Haya, wataka kuanza tena Kisumu Day. Jana aliyekuwa ametoka kwa sababu ya kupata anza pale mbele kuumia, anaonekana ni kana kwamba anaweza karejea tena uwanjani muda wowote ule. Vijana hao wa Kodero Bara wanatupa chances mingi hata kusimamisha mpira, ambao ni falls ambazo zinakuja kwa njia ya pekee. Inaasilia kwamba nilikwambia zile medali ambazo tulikuwa tumeongelea zitarudi hapa, zinaweza pia zikapata anaingia kutoka hapa. Anaingia vizuri sana. Cheza visivyo jezi nambari 7. Ile ni maeneo ya hatari. Jamaa ambaye ana uwezo wa kukimbia uwanja wote kwa muda wowote. Jezi nambari 7. Timu gani? Timu yoyote ile. Ikiwa ni timu ya Kodero Bara, iwe ni timu ya Kisumu Day, mchezaji jezi nambari 7 ana uwezo wa kukimbia uwanja wote. Wanajaribu sana wana Kodero Bara kuhakikisha kwamba wanarudisha ile goli ambayo imekwisha enda. Kondora jezi nambari 6 anaweza kukimbia uwanja wote. Anacheza. Asante sana wale wote ambao mnatupata kututazama ndani ya mtandao wa YouTube. Tuko sawa kabisa pale, tunakuletea matangazo moja kwa moja. Kumbuka kwamba ni mechi ambazo tunakuletea mechi za Nyanza Region Secondary School Sports Association cheza kali sana hapa katika kaunti ya Kisii. Wale wote mko mbali amweza kufika uwanjani, basi mnapata mechi hizi kwenye mtandao. Inakuwa sawa kabisa zikiweza kufunguliwa rasmi hapo jana na msimamizi wa mechi hizi ambaye ni guest of honor, mgeni mheshimiwa mkuu ambaye ni Regional Director of Education Nyanza, Mr. Lawrence Karuntimi.
mkuu ambaye amekuwa akisimamia masomo katika eneo la Nyanza. Kabisa. Jaribu kuingia lakini anamzuia asiingie. Iwe ni mpira wa ikabu. Imekwisha kwa mpira wa ikabu. Ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani Gusii Stadium. Kisumu Day 1. Kodero Bara 0. Anajaribu. Anajiamini sana. Mara hatari. Cheza kipa ananyaka. Kijana nambari 5, kijana nambari 6 alikuwa anajiamini sana. Asipochunga vizuri yule jamaa jezi ama mchezaji wa timu ya Kodero Bara, goalkeeper asipochunga tena anaweza akapatiwa bao lingine la pili. Cheza. Namna ambavyo anaonekana anakuwa ni mchezaji sana. Weka nguvu sana. Kipa ananyaka. Anza kule mbele. Pila inakuwa mwingine inatoka nje. Kurusha. Mashabiki wanamkemea kwamba asingecheza hivyo. Kwa maana sasa hivi wamepigwa moja. Akicheza mechi hivyo inahakikishia kwamba anatoa matumaini kabisa ya timu ya Kodero Bara. Lakini mechi hii ni safi kabisa. Tunazidi kukuletea moja kwa moja kutoka mitandao yetu. Anakaba lakini ananyang'anywa tena. Kabu kuelekea timu ya Kodero Bara. Rusha za kuleka kwa Victor ya kwanza. Nyang'anywa na mchapa Andov. Anajaribu kuzuia. Kona. Wana Kodero Bara wanajaribu wawezavyo, lakini inakuwa ni mshike kwa timu yao, kwa maana hawajajipanga vilivyo na kuhakikisha kwamba wanaleta mpira ambao unaleta ustaarabu wake katika ugani. Hivyo basi wanapupa mingi, wanastahili warudi chini, watoe pressure. Ndio wakitoa pressure sasa watakuwa wametulia. Amecheza kona safi sana, karibu ingie yenyewe. Hao na Kisumu Day wanajaribu kuhakikisha kwamba wao ni wanataka kuhakikisha kwamba hawalali tumbo lisilo na kitu. Cheza kule mbele. Rudisha. Kumbuka kwamba ndugu yangu, nataka nikukumbushe kwamba kuna shule zingine hapa ama mashule mengine ambayo yaliweza anaingia offside. Mashindano haya shule ambazo zimeweza kuahidiwa na mwalimu wao mkuu, akawaambia kwamba baada ya mkiweza kuja nyumbani na kombe mtaweza kuwapeleka katika mji wa Mombasa na pia mji wa Nairobi kwa juma moja rasmi, ambapo mtakuwa mnaenda mkiji-enjoy. Inakuwa kuna shule nimeweza kuelezwa shule 2-3 katika mashindano haya kutoka eneo la Kisumu na pia shule ya makaunti zingine ziliko eneo la Ujaluoni pale zimeweza kuahidiwa punde tu mtakapokuja nyumbani na kombe mtaweza basi kuwapeleka katika mji wa Mombasa na mji wa Nairobi muweze kujifurahisha kwa juma moja. So inamaanisha kwamba kwa hivyo ndio maana anaingia, anajaribu kuingia, kosa nafasi, offside. Shule hizi zinafanya kujizatiti ili ziweze kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Walikuwa wamejenga kipanda kwa ardhi sio kwa yake. Naona pale jumba zinaingia studioni, mmoja anasema kwamba anaitwa ni Bishop Nyandego. Asante sana Bishop Nyandego kwa kazi ambayo unasema tuko sawa kabisa. Anaitwa pia ni Nancy Kotini, anasema kwamba yuko locked, yuko ndani kabisa. Pia mwingine anasema kwamba anaitwa ni Boni Mogire. Asante sana Boni Mogire kutoka maeneo ya Nairobi. Pia vile vile anasema anaitwa ni Roslyn Ombati kutoka maeneo ya Qatar. Anasema kwamba anatutazama live, yuko ndani ya nyumba anatutazama live. Anasema pia mwingine anaitwa ni Mpenda Isaac Mpenda Amani
Asante sana pale, na pia wengine wenyeji wa kutoka maeneo ya Mugunga katika kaunti ya Kisii. Asante sana. Ndivyo hivyo, mashabiki wetu wanazidi kuingia katika GTN Studios pale YouTube, wanapata matayarisho haya kwa njia ya kipekee. Ruka juju, kijana mtulivu nambari 6 mgongoni, guza tena, cheza, jaribu awezavyo. Chenga ya kwanza, peana kule mbele. Chenga ya pili, peana tena. Cheza sasa vizi. Wanaonyesha mpira mwema wana Kotero Bara kwa muda huu mchache. Ndivyo mambo yalivyo kwa mbele. Rudisha tena. Cheza visivyo. Moza ya kwanza. Wana Kotero Bara wanang'aa vilivyo. Chenga ya kwanza, ya pili. Peana kule mbele. Anajaa. Anamngoa kule. Ni mpira wa kona sasa. Corner ball kuelekea timu ya Kisumu Day. Cheza kule mbele. Jaribu tena. Amecheza vizuri lakini wanaingia, nazidi kuingia wana Kotero Bara, nakwambia kakaangu. Wanajaribu sasa, wanasema kwamba ni muda wao. Ni muda wao hivi sasa. Cheza vizuri. Kosa. Ya kwanza, rudisha tena. Wana Kotero Bara, Waikabu. Mashabiki wa G6 wanaonekana kwamba ni wa Migori County na G5. Maana katika uwanja wa Kisii Stadium wanashabikia sana timu ya Kotero Bara. Wanaonekana kwamba ni wa kutoka pale timu ya Kotero Bara kabisa, kwa maana ni hapa karibu, ni mwenze wanaitwa wenzao hawa wana Kisii County hapa, ni majirani. Wanaingia wana Kisumu Day. Cheza kule mbele. Inakuwa ni offside. Bao lingine la tatu tena. Offside. Msaidizi wa refa anakataa. Anasema ni offside. Ndugu yangu nakuambia. Ingekuwa msaidizi wa refa hangekuwa. Goli ngapi hizi? Basi tungekuwa tunaongelea mambo tofauti kulingana na yale ambayo tulikuwa tukiongea hapo awali dakika zilizokuwa zimepita. Wanaingia wana Kotero Bara. Haya. Anajaribu kuingia. Cheza. Piga yeye hapo safi. Kabisa sana. Nambari 7. Anamzuilia siingie jezi nambari 8 kijana kutoka timu ya Kisumu Day. Wanaanza tena vizuri. Kwa Waikabu kuelekea timu ya Kisumu Day. Mpira Waikabu. Anaonekana jezi nambari 12 anafaa kuingia uwanjani, pia wakiwa na jezi nambari 9 vijana kutoka shule ya Kotero Bara. Ni kama ametizama akaona kwamba kuna itilafu kidogo, anabidi lazima afanye mabadiliko. Anaenda kucheza ile Ikabu. Nje. Anaonekana kufanya mazungumzo pale na msaidizi wa refa aweze kupata kama anaweza akaingia uwanjani. Anataka kuona kana kwamba jezi nambari 12 mgongoni aweze kuingia pale akiwa na jezi nambari 9 vijana hao wawili, angalau waweze kusaidia timu hiyo ya Kotero Bara. Asante, wanamaliza mazungumzo pale. Asante, tuweze kurejea uwanjani. Anza tena hapo kule mbele. Cheza vilivyo. Bali 19 au jafu kabisa nje. Mpira wa Ikabu kuelekea timu. Wanazidi kujaja. Vijana wa Kotero Bara wanajiita ni Koses. Vijana wa Koses. Ila hatujajua Koses inamaanisha nini. Tutalijua.
Success tutaelezwa ni nini. Barakoa kipa nambari 1 Anampatia mkiki mzuri. anatoa mkiki. Kipa anasema niko hapa kuhakikisha kwamba hakika nitasaidia Kondero Bara. Anasema kwamba naomba nipatie. Anapatiwa, anakichukua vizuri. Duma kipa anaokoa, amepewa mkiki. Yaani ndugu yangu, mambo ni tofauti kabisa. Vijana hawa wa shule ya Kondero Bara ndivyo hivyo mambo yalivyo ugani, kulemewa kidogo, wanazidiwa. vijana wa Kisumu Day. Kijana amekwisha kosa kusimamisha mpira mara 2. Wanafanya mabadiliko pale. Vijana hao wa shule, anaingia jezi nambari 12 pale. Kipa anaokoa tena, kwani goal kick. Haya, anaanza tena kule, anaanza nyuma sasa, anaanza mbio mbio, weka kule mbele, cheza vizuri mbele. Ikabu kuelekea timu ya Kisumu Day. Ni Ikabu. Ingia, kosa nafasi hiyo, rudisha tena, handball. Levo anasema Cheza, lakini mpira unakuwa mingi na kutoka nje. kwa mingi na unatoka nje. Levo anasema sioni hayo. Ingekuwa na VAR hiyo tungetazama na tuseme kwamba ingekuwa na VAR ni penalty, kwa maana yule alikwisha naka mpira kule na tungejua ni kipi ambacho na referee alikuwa na yeye. Haya, anza tena, cheza kule mbele ya kwanza, anacheza na rudisha na kichwa pale, rudisha. Haya, nambari 5 mgongoni, jaribu kunyaka, lakini inakuwa ni mpira wa ikabu kuelekea timu ya Kondero Bara. Anaanza tena, jena ya kwanza katikati, na Jerewa atapata mwanasi wake. Anza kule mbele, naweza kaleta mashaka toa kabisa, goalkeeper. Rudisha tena kule mbele, chakula changu hicho niachie mimi, anawaambia hivyo kipa Ombware. Anza